Okay, leo nitazungumzia mambo mawili muhimu sana kwa mtu ambaye anahitaji kuwa na YouTube ambayo inapokea pesa. Kitu cha kwanza ni lazima uwe na TIN number. Hii TIN number mimi nilifungua 2024. Unatakiwa uwe na TIN number. Baada ya kuwa na TIN number, kwanza kabisa kazi ya TIN number nitakueleza mwishoni. Lakini pili, ili pesa yako sasa unaolipwa YouTube, kuna watu wengi sana wanalipwa YouTube lakini ile pesa wanashindwa kuitoa, hawawezi kuitoa. Ili YouTube waweze kukupa pesa uweze kuipokea, kuna barua wanayokutumia na unaishika mkononi. Ni barua hii. Inakuja hivi kwa mfumo wa karatasi. Yaani hivi karatasi unaoliona hili nililipokea kutokea Marekani, direct kutokea Marekani hivi. Ili karatasi linatumwa. Sasa ili uweze kufikia hapa, kwa maana uwe na hii barua ambayo inatumwa kutokea Marekani ikufikie, ni lazima ujue kufuata taratibu zote za masuala ya YouTube na ujue maelekezo kamili ya masuala mazima ya YouTube. So, utakapokuja inbox siku ya leo, kwa wale ambao wanapitia changamoto ya kuwa na channel za YouTube zinazolipwa ila hawapati malipo yao, maana yake ni kwamba wamekosa barua hii. Mpaka uwe na hii barua ndio unapata pesa, uweza kuishika pesa yako mkononi. Kwa watu wengi sana wanalipwa lakini hawashikagi pesa yao mkononi kwa sababu hawana hii barua ambayo inakuja na namba 6 hapa. Nimezificha namba nyingine kwa sababu haitaki kuzionyesha hizo namba. Hii ni barua muhimu. Na mwisho kabisa unatakiwa kuwa na account ya benki kwa sababu malipo ya YouTube yote huwa yanaingia kupitia kadi ya account. Sasa hii kadi ya account nikupe faida ya hii kadi ya mitindo hii na tofauti. Nitakuonyesha na account nyingine ya dola ambayo pia inapokea dola, ziko mbili. Lakini hii nimeamua kuionyesha hii kwa sababu ndio nyingi mmezizoea pia na nyinyi mnazitumia. YouTube wanaingiza pesa katika kila aina ya kadi, hata ikiwa kadi ya mitindo hii wanakuingizia. Lakini hasara ya kadi kama hii ni kwamba YouTube wakikulipa dola 500 sawa na milioni 1.2, si ndio? Huwa wao wanakataga dola 5 sawa na shilingi 12,000 kitu kama hicho. Wanakukata kama dola 5. Ambayo wakikata ile dola 5 ndio kodi yao wao kama wao. Kwa maana kwenye ile milioni 1.2 ambayo unaipata kutokea kwenye YouTube kwa mwezi, maana utapata milioni 1.1 na point. Sasa madhara ya kutumia kadi kama hizi, hizi kadi huwa zenyewe zinapokea pesa kwa mfumo wa T-shilling, kwa maana ya shilling, asipokei pesa kwa mfumo wa dola. Hasa wakati huo pesa yako inatoka YouTube inakuja kuingia hapa, unakuta thamani ya dola imepungua ama imeshuka. Kwa wao benki wanakuja kukubadilishia ile pesa yako, inabadilika na kuwa katika mfumo wa T-shilling katika thamani ndogo. Kwa hiyo wakati wewe ulipiga mahesabu unatakiwa kupokea milioni 1.2 kwa mwezi, unakuta unapata labda unapata milioni 1.50. Nyingine yote inaishia kwenye makato ya YouTube. Sasa nyingine yote inaishia kwenye makato ya benki husika uliyotumia. Sasa nini ufanye? Ukiwa na benki ya NMB, ukishaanza maisha ya YouTube, kama umeshaanza kuishi maisha ya YouTube, na kushauri uelekee benki, waambie nataka nifungue account ya dola. Faida ya kufungua account ya dola kwa mtu anayetumia YouTube ni kwamba pesa yako itakapokuwa, account ya dola iko hapa kwenye draw. Pesa yako itakapokuwa imeingia kwenye account yako ya YouTube, itakapokuwa inatumwa kama ilivyo. Kwa kama ulipokea dola 500, basi inaingia dola 500 hiyo sawa na milioni 1.2, na kweli katika account yako ya benki inakuwepo hiyo dola 500. Na ikitokea labda unataka kununua bidhaa fulani, unataka kununua kamera, unataka kununua kifaa fulani ambacho kinauzwa milioni, unaweza kutumia ile account ya dola kukinunua kifaa hicho direct. Kwa na pesa yako inakuwa haikatiki. Au unaweza ukasubiri wakati pesa yako iko katika account yako ya benki, unavizia wakati ambapo dola imepanda. Kwa ukija kutoa sasa, wakati hiyo dola wewe ulikuwa umepata milioni 1.2, unaweza ukajikuta unakuja kutoa milioni 1.3. Kwa sababu umekuja kutoa pesa yako wakati dola imefanya nini? Imepanda. Kwa hiyo ndio faida ya kutumia akaunti ya kadi ya benki ambayo iko na dola kuliko kutumia kadi ambazo ziko za mitindo hii. Hii nilikuwa naitumia zamani za kawaida, lakini nilipogundua kwamba ina hasara ya makato mengi, nikaamua kufungua ya dola account. Lakini kitu kingine cha muhimu sana ambacho watu wengine hawatokuambia ni kwamba unapofanya kitu chochote ambacho ni uwekezaji ambao tunasema unatarajia kukua katika jambo lolote lile, lazima ujue kudhibiti kitu ambacho unakikuza. Kitu cha kwanza, usiandike tu jina la YouTube lile kama unaandika tu labda PVP Media Max. Yaani unajiandikia, hapana. Yale majina hatuandiki tu. Unapoandika yale majina unakuwa na target yako kwa sababu hiyo ni brand name.
Sasa ili kuilinda ni lazima uingie BRELA. BRELA kuna maombi ya kusajili jina lako lile ambalo unalitumia. Lakini ukifika katika eneo hili baada ya kuanza usajili, kuna hatua hii watakwambia andika registration number. Ukishafungua then watakwambia andika business name. Sasa hii business name yako ambayo unaitumia, ikitokea business name yako inafanana na ya mtu mwingine ni kosa. Kwa hiyo unatakiwa kujihakikishia, je, jina unalolitumia katika YouTube channel yako halifanani na jina la mtu mwingine, kwa sababu siku za mbeleni unaweza kuja kushtakiwa kwa kutumia jina la mtu mwingine. Wakati ambapo unaanza kukua, watu wanakuwa kama hawakuoni. Lakini siku unapokuja kufanikiwa, mfano kama PVP Media Max, kumbe unatumia jina la PVP Media Max ni jina ambalo mwingine alishalisajili akakuwahi, akalisajili akaendelea kuitumia. Hasa kipindi ambacho anajua wewe umefikia level kubwa sana kiuchumi, ana uwezo kuja kukushtaki kwa kusema kwamba ulikuwa unatumia jina lake la kibiashara. Kwa hiyo utajikuta pesa yako yote inaishia kwenda kulipa mafidia. Kwa hiyo ni muhimu sana unapofungua account yako ya YouTube, nitafute ili niweze kukuhakikishia kwamba jina ambalo unalitumia halifanani. Usijidanganye ukasema kwamba kwa sababu jina langu unatumia jina langu. Kuna watu wengi sana duniani, unaweza kujikuta jina lako pia na mtu mwingine analitumia. Kwa hiyo ukawa unatumia jina hilo kimakosa. Na mwisho kabisa, sisi kama PVP Media tunakukaribisha wewe ambaye unatamani sana kuanza maisha ya YouTube, kunufaika na maisha ya YouTube. Kama unahisi kazi unayoifanya haina kipato kinachotosheleza kwa wewe kuweza kufikia malengo yako ama kutimiza baadhi ya ndoto zako, ni muhimu ukashifti na kuingia kwenye maisha ya YouTube, kwa sababu YouTube pays more. Huduma yetu sisi itakusaidia kufungua YouTube, tutakusaidia kuisajili, tutakusaidia kukagua jina lako katika BRELA, lakini tutakusaidia pia kusajili jina lako katika BRELA. Kufungua akaunti ya YouTube, kuikuza mpaka kufikia vigezo vyote, utalipia shilingi 100,000 kamili, lakini ukitaka tukusaidie na masuala ya usajili utalipia 1,500,000. Kwa jumla 1,500,000 ndio inatosheleza kufanya usajili, kukuza na kuisimamia akaunti yako ya YouTube. Kazi yote hiyo tunaifanya kwa siku 5 tu. Yaani tunakufungulia akaunti na inakuwa mpaka subscriber 1,000 na kupitiliza na masaa kila kitu ndani ya siku 5 tu. Sasa kuna uwezekano ukawa umehangaika kwa muda mrefu. Okay, guys, kuna mtu amekuja inbox kaniuliza swali moja zuri sana. Kasema nasikia nyinyi ambao mnafanya recap eti amlipwi. Sasa ngoja nikwambie kwanza kwenye YouTube. Mimi kiufupi hamna kitu ambacho nakifanya mimi kama mimi. Vyote hivi mimi wanafanya kazi za watu wengine. Sasa YouTube kuna hili neno linaitwa none. Ukiangalia hapa vizuri, hili neno none hili maana yake ni kwamba hiyo kazi inakuwa inahesabika ni ya kwako. Lakini ukiona alama ya dola maana yake hiyo kazi inalipwa. Mimi wanafanya ni movie recap, kwa maana mimi na highlight movie. Lakini haimaanishi kwamba kila anayefanya YouTube anatakiwa ku highlight movie. No. YouTube ina option ya kukuruhusu wewe pia kutumia kazi za watu wengine. Yaani sio kwamba ukifungua YouTube lazima uwe na kitu cha kwako cha wewe kufanya. Unaweza kufungua YouTube na ukawa unatumia kazi za mtu mwingine ambaye wewe unampenda. Kuna hiyo option. Lakini kabla hujafanya hivyo, unatakiwa ni check inbox. Yaani unaweza kufungua YouTube na ukawa uposti vitu vyako, unaposti vitu vya watu wengine na ukawa unalipwa vizuri kabisa. Lakini kabla ya kufanya hivyo, naomba unicheki kwanza inbox. Kuna kitu fulani ambacho unakifanya, unawatumia YouTube. Baada ya kuwatumia YouTube, wao wanakuruhusu kutumia kazi za watu wengine. Mimi binafsi kile nilikitumaga ni zamani kidogo, kwa kinakuwepo wapi? Ngoja kwanza hapa. Kuna video moja inakuwaga ni unlisted. Okay, ngoja nikuoneshe unlisted. Where is visibility? Unlisted, yeah, hii hapa. Yeah, kuna hii video. Hii video ukiwatumia YouTube, ukiwatumia video hii hapa YouTube, inakuwaga haitazamwi na mtu yeyote. Wewe unawatumia YouTube, inakuwaga na dakika 3 mpaka dakika 5. Kupitia hii video ukiwatumia YouTube, wanakuruhusu wewe kutumia kazi za watu wengine. Ni kama unaomba kibali cha kutumia kazi za watu wengine. Labda wewe bwana, mimi nasimulia movie ama ndakuwa natumia kazi za watu wengine, na unakuwa haupati shida katika channel yako. Kwa usije ukaanza kutumia kazi za watu wengine pasipo kunicheki inbox ili nikufundishe namna ya kutengeneza video hii. Hii video kuitengeneza na kukupa wewe uitume kwako ili uruhusiwe kutumia
hii video kukupa ili uruhusiwe kutumia kazi za watu wengine. Hii video inauzwa shilingi 50,000, lakini mimi nimetengeneza kwa zaidi ya siku 2. Ila mimi kukuuzia hii video na iuza kwa shilingi 50,000 video hii peke yake, ambapo unaiweka kwenye YouTube yako, alafu wao YouTube wakiona video hii wanakuapo, unaweza ukatumia video za watu wengine wowote na kusiwe na shida kabisa katika channel yako, na ukaendelea kulipwa kama ambavyo unaona channel yetu inavyolipwa. Lakini vitu vyote sisi tunavyotumia sio vitu vyetu, ni vitu vya watu wengine, lakini vyote unavyoona vyote vinalipwa. Na ni tuna video nyingi, video zaidi ya 180 na tunaelekea video 200. Video zote ni za watu, lakini bado zinalipwa vizuri kabisa, na kuna zaidi ya 1,400,000 sasa hivi. Hayo ndio maisha ya YouTube, na kwa tutorial na masomo kama haya kuhusiana na YouTube ni vyema kanicheck inbox ili kuweza kujua mengi zaidi. Kumbuka kwamba tunatoa msaada wa kufungua account za YouTube kwa wale wote wanaohitaji kufungua account za YouTube. Tunafungua account ndani ya siku 2 mpaka siku 3 na kumekamilisha vigezo vyote kuanzia subscriber mpaka masaa. Lakini pia kama utahitaji tukusajilie ili kuweza kuzingatia zile address line 1 na address line 2, basi pia tunatoa msaada huo.